Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka siku ya leo, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Na nikependa tukaweze kuona nataka nifundishe kuhusu laana siku ya leo. Juzi nilifundisha na nataka niendeshe part 2 ili watu waweze kufikiwa na hii message, kwa sababu laana inapoingia kwa kizazi huwa kuna matatizo yanaweza kuwa yanatukumba sisi kama kizazi. Na laana inapoingia kwa kizazi, kiangalia pale Sodomu na Gomora, ni kizazi ambacho kilikuwa kimelaaniwa, ambacho ni kizazi ambacho yale yalikuwa yanatendeka, watu kutembea uji, ushoga, ulawiti, pamoja na mambo mengi yalitendeka ambao hayakumpendeza Mungu. Na ndio maana siku ya leo nataka nifundishe kuhusu laana. Ukiwa pande hiyo, mimi niko pande hii, ningeomba tukashirikiane na Mungu atakubariki. Nataka nisome maandiko. Kitabu cha Mambo ya Walawi 19, tuone ni wapi Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko. Mambo ya Walawi 19 kuanzia mstari wa 32, maandiko inasema hivi: muondokeeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Maandiko inasema muheshimu mtu ambaye mwenye mvi, na maana nywele nyeupe, mtu mzee. Kwa hivyo muheshimu mtu mzee, mtu mwenye mvi. Na Mungu akasema nawe umche Mungu, mimi ndimi Mungu. Kwa hivyo hilo neno ni Mungu anaongea na sisi. Na Mungu wakati mwingi akiongea na sisi huwa anataka tusikie sauti yake na tutii ile sauti yake. Kamwambia Samueli, alimwambia Sauli, heri kutii kuliko kutoa dhabihu. Kwa hivyo Mungu anataka tumsikie ili kizazi chetu kikaweze kupona na kikaweze kukombolewa. Maana vile dunia inaenda, hatuendi vizuri. Tunaenda kinyume na Bwana, tunaenda kwa njia ambazo hasimpendezi Mungu. Ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu inaendelea kushuka, na inaposhuka ndipo naona kila kitu, maisha ni magumu, mambo yanafanyika kwa njia ya kung'ang'ana. Ndio Mungu aweze kutuondolea hiyo ungumu, lazima tusikie hii sauti yake na tuheshimu sauti yake, maana ni yeye anaongea na sisi. Nasema tumheshimu mtu ambaye amekusidi umri, mtu mzee. Saa zingine katika kizazi chetu heshima imepungua, na tukakosa kuelewa ya kwamba hii mipaka Mungu ametuwekea ni kwa njia gani tuitumie. Kwa mfano, ukiangalia saa hii hakuna mzee na hakuna kijana, na Biblia imetuwekea hiyo mipaka. Kuna mzee anatakiwa heshimiwe, na Mungu anaongea na watu ambao ni wa umri mdogo, akiwaeleza vile wanatakiwa kuishi na wale wakubwa wao. Lakini unaona hayo mambo saa hii hayatiliwi maanani, na ndio maana unaona katika kizazi chetu kuna mambo yanatukumba ambayo si ya kawaida. Na tusipochukua hii maandiko na tuifanyishe kazi, bado ghadhabu itaendelea na kuwaka. Ghadhabu ya Mungu itaendelea na kuwaka. Siku hizi hakuna kijana, hakuna mzee, hakuna mama, hakuna msichana. Siku hizi utaona mama aliye na heshima zake, ako na watoto, ako na vijana wakubwa, anafaa zile longi na anatembea mbele ya vijana wake, wakati hizo nguo wanavaa zinaonyesha kabisa uji wa mwanamke,
zinaonyesha kabisa uji wa mama, wakati kijana anaangalia anaona uji wa mamake. So ukiangalia hapo siwezi kulaumu vijana, maana kijana ni ngumu sana kumrekebisha mamake, lakini ili hii heshima iingie na hili laana isipate nafasi ya kupenya mioyoni mwetu na katika maisha yetu. Kwanza wewe mzazi ambaye umezaa na uko na watoto, ni vizuri ujue ya kwamba wewe ndio msingi wa kutengeneza heshima kwako, ili huyu kijana ajue kumbe kuna kuheshimu mtu mkubwa, kuna kuheshimu mzee. Wewe ndio unatakiwa uweke msingi. Huwezi kutembea ukiwa uji mbele ya vijana wako, na ni vijana wakubwa, wengine wanajua kila kitu, na unatembea mbele za na uko uji. Utapata ya kwamba ile heshima ya yule kijana haujaitengenezea msingi, na ni lazima, ni vizuri wewe mama ujue hii vizuri, uelewe ni laana kuachilia mtoto aone mapaja yako. Ni laana unaweka katika akili yake. Ule mtu hatakuja kujua ukweli. Siku moja atakuja hapo na atakuonyesha madharau, kwa sababu wewe ulipanda mbegu ya madharau kwake. Ulimdharau au kumheshimu. Kwa hivyo hiyo mbegu itaingia kwake na itakuja kukuaffect. Kwa hivyo ndio heshima yako ilirudi na ikae, ili mtu aliye na nywele nyeupe aheshimiwe. Wewe ni mama, wewe ni mzee, weka msingi wa kuheshimiwa, ili hii maandiko ifanye kazi. Saa hii huwezi kumwambia mtoto hakuheshimu na wewe mwenyewe hujaweka hiyo heshima. Wewe mwenyewe hujaweka msingi wa heshima. Lazima wewe umheshimu ndio apate nafasi. Unapomsomea maandiko kama haya maandiko yatafanya kazi kwake, kwa sababu ulimweka katika hiyo msingi. Kwanza umemheshimu, kwa hivyo hii maandiko inapomkanya atajirekebisha. Kwa hivyo ni njia moja ambayo wazazi wanafanya laana na kuingia kwa watoto. Ni njia moja watoto wanaambukiza watoto, wazazi wanaambukiza watoto laana. Hujamweka kwa msingi na unataka kuheshimu. So kwa sababu hukuweka mbegu ya heshima ndani yake, wakati madharau inainuka, unaanza kulaumu na kukomplaini kwamba huyu mtoto ananidharau, lakini wewe mwenyewe ndio haukuweka heshima, haukuweka mbegu ya heshima kwa akili yake. Kwa hivyo ni vizuri wewe mzazi, angalia vile unavyoenenda. Heshimu wazazi wako. Kuna vitu usifanye mbele ya watoto. Wewe ni mama na hujaolewa. Wewe ni single mother, kwa bahati mbaya ama kwa ndoa kuharibika. Kuna tabia huwezi ukafanya mbele ya watoto. Kuna tabia ambazo huwezi kufanya mbele ya watoto. Huwezi kuwa mtu wa kubandilisha wanaume wakati uko na watoto wakubwa na wanajua, wanaelewa. Shuleni kila kitu huwa wanaona na wanajua. Huwezi kufanya mambo kama hiyo na unatarajia mtoto akuheshimu. Lazima uweke mbegu nzuri ya kuheshimu. Kwanza heshima ianze kwako. Usitembee uji mbele ya watoto. Usifanye vitu ambavyo ni vya kulete hasira kwa mtoto mbele yake. Na ujumbe utasaidia hata wale ambao hawajaokoka. Ni ujumbe wenu. Kuna tabia ambazo usifanye, sababu ni tabia ambazo zitakuletea laana kwa watoto wako. Sababu hawatajua kuheshimu mtu mkubwa iko na maana gani. Hili neno halitafanya kazi ndani yao. Ni neno ambayo halitalete faida. Kwa hivyo mzazi, wewe ndio uanzishe heshima, uanze wewe. Kumrekebisha mtu wewe ukiwa mfano huwa ni rahisi sana. Kumrekebisha mtu na wewe ndio kielelezo huwa ni rahisi. Huwezi kumrekebisha mtu wakati umepotea.
kumkanya mtoto wewe unayemheshimu huwa ni rahisi. Kwa hivyo mzazi, ingia katika laini yako na mambo utaona yakienda vizuri. Kuna vijana wengi saa hii ni walevi, wengine wamepotea kwa njia tofauti, na si kwamba walipenda hayo maisha, lakini ni misingi waliwekwa na wazazi wao. Kuna heshima walitafuta kwa wazazi wao na wakakosa, so akili yao ikawa confused, hawajui ukweli uko wapi. So yule mtu alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa ni mtu wa baraka, lakini atapotea kwa sababu ya aliwekwa, akili yake iliwekwa unajisi, akili yake ilikorogwa, hakujua ukweli uko wapi. Aliona vitu kwa wazazi wake, aliona vitu kwa mama, aliona vitu kwa baba, na hiyo kitu ikaingia kwake, akakosa kujua ukweli uko wapi. Kuna watoto wengi walizoea kuona wazazi wao hawaelewani, hawana amani, na hiyo kitu ikawaingia ndani ya mawazo yao, na yule mtu, ile mbegu ikasababisha ni kama ni laana. Tapata huyo mtu hata umfundishe nini, hawezi kushika na akili yake, hawezi kuelewa, hata katika mafundisho hawezi kuelewa, sababu hiyo mbegu ni kama ni iko kwa damu yake, ni kama ni mbegu ambayo iko kwa damu, huwezi ukaitoa kwa mafundisho. Kwa hivyo hizo ndizo laana ambazo zinaandama kizazi, na ili tuweze kuokoa wale ambao Mungu ametujalia tunaweza kuwa na ufahamu, ni vizuri tuanzishe hapo, turekebishe ili tuone baraka za Bwana. Kwa hivyo siku ya leo nitakuachia hapo. Barikiwa sana, endelea kunifuatilia na Mungu atakubariki. Nataka uko hapo kuna matatizo yako, uko unahitaji maombi, nitakuwekea namba ya simu hapo kwa ajili ya maombi. Ikiwa nataka tuungane katika maombi, utatumia hiyo namba na Mungu atakubariki. Kwa hivyo barikiwa sana. Hiyo ni mafundisho ambayo inahusu laana part 2, nitaendelea part 3 hivyo tukifundishana ili neno la Bwana likaweze kudumu. Kwa hivyo barikiwa sana na Mungu akupe neema zaidi. Asante.